specific OS version, yani unatumia simu yako ina version ngapi, unatakiwa kuandika ni version gani kwa iPhone, ni version gani kwa Android. Kwa mimi hapa naandika simu yangu ni version 15 version 15 naandika hapo. Halafu nakuja phone brand model. Phone brand model. Yani hapo anakuuliza simu yako ambayo unatumia ni simu gani? Yani ambao ni brand gani ya simu ambayo unatumia. Kwa wale ambao tunatumia Samsung unaandika hapo Samsung, unatumia iPhone unaandika iPhone, unatumia Itel unaandika Itel, unatumia Infinix, Tecno, Huawei, Motorola, sijui simu gani, unaandika ile simu ambayo unatumia. Kwa mimi hapo naandika Samsung. Tunafahamiana vizuri hapo jamani eh? Tunaendelea. Hii video itakuwa kubwa lakini ni faida kwako. Tunaendelea mbele. Halafu anakuuliza prior to application. Unahitaji kupeleka maombi gani? Yaani una tatizo gani wewe katika hiyo KYC yako? Je, I cannot access the Pi browser? Je, huwezi kufungua Pi browser yako? Au I cannot open the KYC app in the Pi browser. Ile application ya Pi browser yako inafunguka, lakini huwezi kufungua ile kipengele cha KYC katika Pi browser. Kwa unaandika au unaweka kile ambacho tatizo ni lako. Au I can open the Pi KYC. Mimi naweza kufungua Pi KYC, lakini I get a loading spinner, kwamba inatumia muda mrefu wa kuludi, yani inajitafuta muda mrefu halafu haifunguki. Au I get the slot is not available to the time pop in time KYC. Kwa wale ambao hawajapewa KYC, wakifungua KYC zao wanaambiwa I get a slot is not available in the time, kwamba wasubiri, hawajapewa KYC sasa hivi, wasubiri. Kwa kama una tatizo hilo, kwa wale ambao wamekaa muda mrefu hawajapewa KYC, wakifungua KYC zao wanaambiwa a slot, basi ndo anatakiwa kuweka kitiki hapo ama kiduara hicho. Hana tatizo hilo au katika matatizo hayo hauna hata moja, basi unatakiwa kuweka none. Tunafahamiana kwamba mimi katika matatizo ambayo yapo hapo sina hata moja, unaweka none. Unakuja jingine, kipengele kingine umeandikaje? Application, yani kwenye upande wa maombi. When submitting your KYC application, ikiwa unaweza kusubmit, kuweka sawa, kuruhusu KYC yako, kupeleka maombi ya KYC yako, issue, lakini tatizo with the first screen consent, age, country or ID, kwamba kuna ukosefu wa taarifa zako, miaka, nchi au ID type. Je, umekosea wapi? Mfano pale wewe unatumia kitambulisho cha taifa cha NIDA, lakini umeenda kujaza passport. Umejaza taarifa za NIDA ila umeweka pasipoti. Hilo ndo tatizo lako, kwa unaweka pale tiki. Au mimi tatizo langu, tatizo langu uploading the ID document error, picture text filed, kwamba mimi tatizo langu ID, picha ya kitambulisho changu haifai, imefutika, imefanyaje? Unamwekea hapo tiki. Tunafahamiana vizuri jamani eh? Issue nyingine hiyo with entering personal details, kwamba taarifa zangu ambazo nimeandika hazipo vizuri, kuna sehemu nimekosea kidogo, basi unaweka tiki. Issue with live step or taking the selfie, kwamba mimi tatizo langu KYC yangu sikupiga ile selfie. Ile sehemu ya selfie ile sikupiga, ama imetoka vibaya, unaweka hapo kile kiduara. Issue with loading error kwamba ina processing your data. Yani mimi tangu siku ambayo nimefungua inajiandika processing your data. Yani sasa hivi ukifanya KYC kuna mfumo unakuja mwisho kule unaandikwa processing your data. Maana kwamba data zako zile ulizozijaza zipo katika mchakato wa kuangaliwa na mavalidator. Tunaelewana vizuri? Au mimi tatizo langu
kama tatizo lako ni hilo unaweka. Tatizo langu mimi, I try review a edit, I cannot change country or ID type. Mimi nataka kujaribu tena kufanya KYC, kuedit zile taarifa, lakini siwezi kubadilisha nchi yangu wala kitambulisho cha taifa ama ID ile ambayo nimetumia, kama leseni, kama nini, ID card, nimetumia nini, passport. Tunafanya vizuri jamani, sorry kidogo. Tunaendelea jamani. Kwa hiyo unaweka kile kiduara ambacho unahisi kuna tatizo lako, au wewe una tatizo la review, una tatizo la nini, submit end, yani tatizo lako unataka kusubmit tena, kurejea, kutry tayari kurejea tena, ama kujaribu kufanya nini, yani tatizo lako wewe kila ukijaribu kusubmit inakataa, unaweka hapo. Au tatizo lako receive something went wrong, unaambiwa ama unapokea neno la kwamba baadhi ya taarifa zako ama vitu vya mfumo havipo sawa, kwamba vipo na kasoro fulani, mfumo mfano hapo maintenance, kwa unaweka hapo. Au tatizo lako una nini, una concern about my person data country, kwamba mimi tatizo langu katika taarifa zangu zile ambazo nimeziandika ni security, nchi yangu hairuhusu. Sawa, nchi yangu haifanya nini, about my personal data security, kwamba taarifa zangu mimi ni siri, kwa napendelea mfano na huko pia ziwe siri, au sitaki zituma kwenu nyinyi, yani hapo unaweka lile tatizo lako. Tunaendelea jamani. Au others, au kuna tatizo jingine mimi ambalo nipo nalo hapo hamjaliorodhesha, kwa unatakiwa kubonyeza others. Tunafahamiana vizuri. Au mimi nabonyeza none, kwa maana kwamba sina tatizo katika matatizo ya KYC, sina hata moja, basi natakiwa kuweka none. Kama mimi naweka others kwa sababu tatizo nalo la KYC, lakini katika matatizo yangu hapa hawajaliweka, ndio maana nikaweka other. Kuna tatizo jingine, halafu kuna kibox kingine waandika KYC review pending, when did you apply, kwamba KYC imesubirishwa kwa muda gani, before January 22, yani kabla ya Januari 2022 pilot KYC, yani imesubirishwa kwa muda huo mpaka leo, basi unaweka hapo between January and April 22, baina ya Januari na April 2022 unaweka, between May and August 22 unaweka, between September and December 22 unaweka, since January 23 unaweka I don't remember, sikumbuki, basi unaweka hapo kwamba mimi sikumbuki, au nani, au sina tatizo katika hapo. Tunafahamiana vizuri jamani. Video ni kubwa, ila tunatakiwa kuvumiliana jamani, kwa ajili ya kujisaidia zaidi katika huu mchakato. Sasa mimi kwa tatizo langu ambalo nataka kuliorodhesha, naweka since January 23, kwa sababu nimefanya KYC 2023 mimi kama mwezi wa 11. Kwa hapa bora niweke I don't remember. Mbali sikumbuki, kwa sababu hiyo ambao wameorodhesha wao haipo, lakini wacha niweke since January 23. Ona, wacha niweke hapo. Halafu nyingine, request for your pending KYC application, maombi yako ya yale ya KYC yako na yamekaa pending. I submitted a wrong type ID. Je, umeweka taarifa za kitambulisho ambazo ni wrong, hazipo sahihi. Tunafahamiana vizuri jamani. Kwa hiyo KYC yako wewe, KYC yako wewe, je, umepeleka taarifa za ID ambazo ni wrong, so sahihi? Unaweka hapo. Hapana, jina langu mimi ambalo nimelitumia kwenye KYC ni tofauti na jina ambalo nimesajilia akaunti. Ndio wamekwambia hapo, the name is used for the KYC. Jina ambalo nimetumia katika KYC application, maombi ya KYC is different, ni tofauti from the name I used
to register for the account. Ni tofauti kabisa na jina ambalo limetumia kuregister ama kujisajili na huu mfumo wa Pi. For the account, asema mfano the name on the profile, unatakiwa kwenda kubadilisha jina kule profile, unaweka hapo hicho kibox ambacho unahitaji, alafu unaenda kuwekewa option ya kubadilisha jina. Kibox cha tatu, my ID document was missing some of the following information. Baadhi ya taarifa zangu ambazo zipo katika document ID missing, zimekosekana, zimekosolewa tare au zimekosewa. Mfano, first name jina la kwanza, last name jina la mwisho, date of birth tarehe ya kuzaliwa. Ikiwa umekosea katika mambo hayo, basi unatakiwa kurekebisha kwa kuweka tiki. Au I have applied under the different country. Asema mimi nimeapply KYC yangu tofauti na nchi ambayo nipo. On the country of my ID document. Tayari, yani wewe upo Tanzania ila umejaza taarifa za kitambulisho tofauti na Tanzania, ndio hapo natakiwa kuweka. Tayari. Halafu kitu chengine, I may have